utumishi umegawanyika katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza tutaangalia kwa mbele tukipata neema, lakini leo sitamani nijikite hapo, ni eneo la utumishi wa kihuduma. Lakini eneo la pili ni utumishi wa nguvu kupitia miili yetu. Eneo la tatu ni utumishi wa vitu au mali ambazo Mungu amefanya nini? Ametubarikia. Nafikiri huko hamjafika. Mmefika huko? Sasa haya najaribu kukuonjesha huko mbele tukipata neema tutaendelea. Bwana asifiwe. Lakini leo natamani tuangalie kwa habari ya uongozi wa kiroho. Kwa sababu sisi wote hapa ni viongozi. Kiongozi kanisani, kiongozi kule nyumbani. Uongozi wa kiroho, somo hili ni pana sana. Na pengine tunaweza tusimalize leo. Lakini tunasema somo hili la uongozi wa kiroho pamoja na upana wote huo, lakini muhimu kuliko upana wote ni kuongoza kwa ufanisi kunakoweza kusababisha mafanikio. Kuongoza kwa ufanisi kunakoweza kusababisha mafanikio ili mambo yafanyike. Na yaliyokusudiwa yatokee. Uongozi wa kiroho ni kuongoza kwa ufanisi kunakoweza kusababisha mafanikio ili mambo yafanyike na yaliyokusudiwa yatokee. Kwa hiyo ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo sura 20 mstari wa 24 hadi wa 28. Mathayo sura ya 20 mstari wa 24 hadi wa 28, neno la Mungu linasema, na wale 10 waliposikia walikasirika, wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao watumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaonesha uongozi wa kiroho kama utumishi, sio bwana. Mimi wakati mwingine pale kanisani wanakuwa hawaelewi. Kuna majukumu ambayo mimi kama mchungaji ninayafanya zaidi ya shepherds. Haleluya. Kwa hiyo kuna majukumu ambayo wakati mwingine naweza nikaingia, nikaangalia kimekaa hiki, kijakaa sawa, mimi ndo wa kwanza kutamani kuona kitu kinakaa sawa. Kwa hiyo Yesu anafundisha kipindi hiki. Tunaona katika maandiko ukianzia ule mstari wa 20, unaona Biblia inazungumza kwa habari ya wana wa Zebedayo. Anasema ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia, akamwomba neno, akamwambia wataka nini? Akasema, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Na ndipo Bwana Yesu anamwambia, akajibu akasema, hamjui mliomba.
Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachokinywea mimi? Lakini wakamwambia twaweza. Kawaambia, hakika mtakiweza kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Na tukisoma kwenye Biblia tunawafahamu hawa ndugu ambao mama yao alikuwa anawaombea ili wapewe nafasi, mmoja mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Tunawafahamu jamani, si ndio? Ni nani na nani? Na Yohana na nani? Na Yakobo. Bwana asifiwe. Na yule mama alikuwa na haki, anaombea hawa ni ndugu zake na nani? Na kikombe walikinywea. Wa kwanza tunasoma alikatwa nini? Kichwa. Wa pili ndio tunasoma habari za Yohana ambaye akachukuliwa akatupwa mpaka kwenye mafuta kwenye pipa la mafuta yaliyochemka, lakini hakufanya nini? Hakufa. Sasa wakatamani, mama yao akatamani nafasi, akafikiri uongozi wa kiroho pengine ni vyeo. Sasa ili somo kwa sababu ni pana, leo nataka tuangalie kwenye eneo moja. Somo letu ni pana, tutaendelea huko mbele, lakini nataka tuangalie kwenye eneo moja, kiongozi na uhamasishaji. Kiongozi na uhamasishaji. Kwa sababu ni somo pana, lakini tuangalie kwenye eneo kiongozi na uhamasishaji. Sisi kama viongozi, kama Wakristo, kama waamini, Mungu ametukusudia na ametuweka kuwa wahamasishaji wa kazi yake kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Mungu ametukusudia, ametuweka kuwa wahamasishaji wa kazi yake kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Uhamasishaji ni kuhamasisha waliokusudiwa, walengwa, ili waweze kutenda yaliyokusudiwa yaweze kufanyika au kutekelezeka. Uhamasishaji ni kuhamasisha waliokusudiwa, walengwa, ili waweze kuhamasika, na wakisha hamasika watu waweze kutenda yaliyokusudiwa yaweze kutekelezeka. Kwa ili uweze kuhamasisha, lazima wewe mwenyewe kiongozi uwe wa kwanza kuhamasika. Mtanielewa vizuri? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ili uweze kuhamasisha, lazima wewe mwenyewe kiongozi uwe wa kwanza kufanya nini? Kuhamasika. Yaani uweze kuwaambia watu wahamasike wakati wewe hujafanya nini? Hujahamasika. Siku moja pale kanisani, wakati niko Morogoro, natumika Morogoro huko, nilikuwa na mzao mmoja wa kanisa alikuwa Mchaga. Sasa siku hiyo alikuwa anafundisha wanafunzi na maandiko. Na lile somo lilikuwa linafundisha kwa habari ya uwakili. Jamani, amina. Sasa akanijia, akasema, "Ise mchungaji." Nikasema nao, akasema, "Mimi naomba somo ila wiki hii afundishe mtu mwingine." Nikamwambia, "Kwa nini?" Akasema, "Hapana. Mimi mwenyewe mchungaji kwa kweli sio mwaminifu." Jamani, haleluya. Yaani kama sio ninafundishaje uaminifu wakati mimi sio? Kwa kiongozi lazima uweze kuhamasika, na ndipo itakuwa rahisi kuhamasisha wengine. Ili uweze kuhamasisha, lazima wewe uweze kuhamasika. Ili uweze kuhamasisha, lazima wewe uhamasike kwanza, ndipo utakapohamasisha wengine. Kitabu cha Nehemia leo somo letu tutatembea sana kwenye kitabu hiki cha Nehemia.
Nehemia sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Nehemia sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Tunaposoma tunaona Biblia inasema, Nehemia sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kislevu mwaka wa 20, nilipokuwa hapo Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu, tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Mstari wa 4 anasema, hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Jamani, haleluya. Nehemia anauliza habari kwa ndugu ambao amefanikiwa kuonana nao. Anawauliza kwamba, jamani, umeniambia habari za Yerusalemu. Yeye kama mnyweshaji yupo huko kwa mfalme, yupo ikulu, anaendelea na huduma yake. Sasa pamoja na kuwa na amani na furaha na kuona nafasi kubwa aliyopewa, bado huyu Nehemia akataka fuatilia habari za kwao. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Anapofuatilia habari za kwao, wanasema watu wa uhamisho waliokuwepo kule wapo katika mashutumu, wapo katika dhiki nyingi, malango ya Yerusalemu yamebomolewa, yameteketezwa kwa moto. Anapopokea zile habari mbaya, anasema, ndipo nikaketi, nikalia. Bwana asifiwe. Ndipo nikaketi, nikalia. Kwa nini analia Nehemia? Analia Nehemia kwa sababu ameona hitaji. Ameona kwamba hapa ni tatizo. Unajua, unazokuwa hapa uchimile. Mimi naomba nikurudishe kidogo. Bwana asifiwe. Naomba mniangalie, nikurudishe. Mimi nilikuwa nakupa ushuhuda wa mama yangu mzazi. Katika watoto 10, mimi ni mtoto wa 9. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati mama yetu anatulea tukiwa wadogo, tulikuwa na kaka zetu waliokuwa wakubwa. Kaka yetu mmoja alikuwa mfanya kazi kiwanda cha Pepsi pale nilipo Dar es Salaam. Dada yetu mmoja aliolewa na mume wake alikuwa anaendesha matreni. Kwa hiyo kipindi hicho, miaka ya nyuma, kusafiri humu, sisi kama familia tulikuwa tutumii nini? Nauli. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Kwa kwenda Dar es Salaam ilikuwa ni kusafiri. Dada ameolewa huko, yuko Dar es Salaam. Mume wake ni dereva, anaendesha nini? Kaka zetu wengine wana maisha yao, sisi ndo wadogo. Siku moja nilipokuwa naongea na mama yangu, akaniambia, wewe, yaani wewe mpaka uje ukae, ukue, uoe na uzae kabisa, nije nikae kwako, nitakuwa nimekosa nini kwa Mungu? Yaani niwe bado sijafa. Unanielewa ninachosema? Sasa anapozungumza hayo, hivi ninapozungumza, mtoto wetu wa kwanza, mchungaji anamfahamu na mama anakuja hapa, ana miaka 25. Niliwaambia ni wa kwanza wa kiume, ana miaka 25. Na mchungaji hata leo ndo aliyenileta. Binti yetu wa pili yuko chuo, ni mwaka wake wa mwisho wa 3. Sasa huyu binti yetu wa pili, mama mchungaji, mama yangu mzazi alikuwa mkunga. Yaani mama yuko nyumbani kwangu sasa zaidi ya miaka 20 na.
ndoto zile alizokuwa nazo kwamba pengine mpaka nije nikue nioe, hajafa mpaka leo. Ninaishi naye nyumbani kwangu zaidi ya miaka 20 na unasema mchungaji anashuhudia nini? Nataka nikurudishe. Uko hapa, yawezekana sio mzaliwa wa Buchimbili. Tuachane na wale ambao ni wazaliwa wa Buchimbili. Unasikia habari za nyumbani kwenu. Unasikia habari za wazazi wako nyumbani kwenu. Kwamba nyumbani kwenu wale wazazi waliowaacha kile kibanda kimebomoka. Hali ya baba nyumbani ni mbaya. Hali ya mama nyumbani ni mbaya. Hata kama ungevaa suti na koti kama nilivyovaa mimi, kama una utu wa ndani wa kutambua mambo yanapoharibika hajakaa sawa, huwezi ukawa na amani. Kwa sababu umekula wali, hutakuwa na amani. Lazima tabu itaingia. Kwa nini? Kwa sababu kuna hitaji umeliona kwamba nyumbani hakupo salama, na mwenye kuleta majibu kule nyumbani sio swala la kuangalia kundi, ni swala la kujiangalia mimi, kwamba hao wazazi Mungu aliwatumia walinizaa, na sasa hawawezi wakateseka. Mimi nilicho nacho hakina maana kama wenyewe wapo kwenye mateso. Unanielewa? Sisi tunanielewa. Halo? Hakina maana. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja, nikasema chochote tunachokitafuta tunatafuta ili kitusaidie sisi na familia na ndugu zetu wanaotuzunguka. Nilikuwa nashughulika na ndoa moja. Mwanaume alipomuoa mwanamke akampiga marufuku kwamba kwenda nyumbani sasa marufuku, na biashara ulizokuwa unazifanya sasa marufuku. Sasa huyu naye mpiga marufuku, yeye ndo alikuwa analea familia ya kwao. Ili sisi kuna mtu ananielewa? Kuna ndio nilikuwa nalea familia ya nyumbani. Na ndio maana kuna haja tunapoingia vijana ambao hawajaoa na kuolewa, na sisi ambao tumeingia, kuna haja ya kukaa kupatana. Yaani kuna mtu ambaye nyumbani wanamtegemea. Sasa tunapoingia sisi lazima tuachilie majibu. Nehemia anapoletewa zile habari anaona hitaji. Kiongozi lazima uwe na uwezo wa kuona hitaji. Na ndio maana kuna mambo mengine majumbani kwetu hayabadiliki, kwa sababu kuna mazingira tukikaa tunaona yako sawa, tunaridhika na yale mazingira. Watu wanakuja wageni, wanafanya vitu vinaonekana, tuko pale pale tumeridhika na yale mazingira, na tunasema Mungu alituandikia mazingira haya, Mungu ndo anayejua. Na wengine wakienda zaidi nasema hawa labda wameenda Freemason. Ni neno la mkosaji. Bwana aliyetuita hajatuita tuwe watu wa kulialia. Bwana anasema tunatoka utukufu kwenda utukufu mwingine. Jamani, haleluya! Lazima uone hitaji kwamba hapa pako sawa. Nehemia aliona hitaji, na alipoona hitaji, alipoambiwa, Biblia inasema Nehemia alilia, alifunga, akamwomba Mungu wa mbinguni. Aliona hii ni shida. Sasa kama ni shida, inatakiwa ipatiwe nini? Majibu. Jamani, haleluya! Unajua mtu asiyejitambua anaweza kama amekaa mahali panamngojea, hapa anasubiri Mungu aje ambebe hapo panapovuja muhamisha. Sio, unanielewa ninachosema? Yaani unajua vitu vingi, yaani naomba mnielewe. Mimi leo ni mwenzenu, nimekaa na ninyi. Vitu vingi tukipona hapa mambo yataenda. Tukipona hapa kuna vitu mimi nilishanikataa. Niliwashuhudia mimi nimekuja kwenye semina mwaka jana. Mimi nilifika Gololo pale nikapata shida. Wachungaji wengi rafiki zangu, wakina Ngimbusi, wakina Msigwa, wakina nani, wengine mnawafahamu. Kufika pale nikakuta wachungaji wanatembelea magari. Alafu kifika mwingine wanaona sio umetoka wapi. Tunakutana kwenye vikao na kushangaa. Mimi sina hela, lakini nikaamini Mungu wangu ana nini? Kuna maisha nikayakataa, nikasema hapana. Halo? Kuna maisha
kuinua. Haleluya. Haleluya. Leo hii tunapokutana tunaheshimiana. Sizungumzi vipi, hata tukikutana wanaelewa. Sizungumzi kwa unafiki. Mchungaji anafahamu. Wanaelewa. Nini? Kuna mazingira ambayo lazima tuone kwamba hii ni shida na sitakiwi kubaki kwenye shida hii. Kwa kiongozi lazima uone Nehemia alipokaa akapata shida. Lakini jambo la pili, kushikamana na hitaji. Kujiona kuwa wewe ndo muhusika. Ni kweli mpo wengi, lakini Mungu amekusudia wewe kama muhusika. Mungu amekusudia wewe. Niko na mama mmoja, rafiki yangu, sio kama nilitoa ushuhuda au nilipokuja hapa kipindi hiki. Yule mama yupo, na mwaka jana nilimuita. Amekuja amefanya semina wa mama pale. Ni kiongozi na ni mtu ana mafundisho mazuri sana ya wamama, pastor. Siku nyingine Mungu tujalia neema. Yule mama akaona nishuhudia kama hivi, akasema, mchungaji, baba yangu aliumwa. Aliumwa sana. Anasema kaka zangu hakuna aliyejitokeza. Wote walikimbia, walikuja siku ya kwanza ya pili, kuuguza, wakategemea kwamba baba anakufa, waone na nini na mali zile, baba hakufa. Mwaka wa kwanza hali ni mbaya, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, anasema walikimbia wote. Anasema nilibaki mimi. Anasema nilipobaki mimi ndo mwanamke na ndo nauguza baba. Anasema tunauguza, mwanzoni baba hajiwezi kwa kila kitu. Anasema mwanzoni nilikuwa nafunga nguo hapa ninapomosha. Ninamosha huku, nikimosha maeneo mengine ninamosha na lazima nisimwangalie. Sio, unanielewa? Unaweza usinielewe nazungumza nini, lakini utanielewa vizuri. Anasema nisimwangalie. Anasema baada ya kuona sasa ni tatizo lipo, baba hajiwezi, amekaa kwa kila kitu, ameshajisaidia humo, amefanya nini. Anasema siku nyingine nikakaa na baba, nikamwambia baba, hivi mimi nilipokuwa mtoto mpaka nakuwa binti, hakuna hata siku moja ulioniogesha. Akasema mwanangu, siku nyingi tu nimekuogesha. Akasema sababu naomba sasa igeuke, ujione wewe ni mtoto na mimi ni nani. Unaona naongea kitu kigumu. Unaweza kuona ngumu. Kuna mahali ambapo unafika mahali unakuta inalazimika. Mimi nilikuwa nakugusa mambo. Naelewa ninachosema. Inalazimika. Hana ndugu zake wamekimbia. Amebaki mwenyewe. Sio hana, kaka zake wapo. Ameondoka huko. Wamemwacha mtoto wa kike na kuguza baba. Anasema kaanza kumuogesha. Anasema yule baba mpaka nakufa alinitamkia baraka. Leo hii yule mama wamebarikiwa. Ndugu zangu, kama umepewa neema na wazazi wako, hebu wadhamini. Na wazazi wanadisikaga kwa vitu hata vidogo sana. Tukiwabebea koti tu la mnadani ukampelekea, watakudhamini. Sasa mchungaji leo anakuja kufundisha nini? Unaona sio ya kiroho. Halo. Watakudhamini. Yaani mimi nataka tu kuna vitu ukibadilisha ukielewe. Yule mdada Mungu amembariki. Pale Tanga amejenga shule na mume wake ya sekondari. Walipojenga ile shule ya sekondari wamekabidhi kanisa. Lakini akikushuhudia baraka za wazazi. Juzi nilikuwa naongea na mdogo wangu aliyenifuata. Nikamwambia mdogo wangu, kuna mambo yanaenda, mimi kaka yako, ni baraka za nani? Za wazazi. Baba yangu amefia mikononi mwangu. Baba mkwe amefia mikononi mwangu. Leo mama anauguza leo. Unafikiri hao watu wanaponitamkia jambo, unafikiri sina ndugu? Tuko wengi lakini hawana mzigo wengine. Sasa tunapoingia kwenye eneo la kiongozi lazima ushikamane na hitaji. Kinachotutesa hata kanisani, hatutaki kushikamana na hitaji. Unaweza kuona kuna jambo lipo kanisani, unaona kuna watu watafanya.
Na mzee wangu mmoja wa kanisa nilikuwa naye kanisani. Kwenye eneo la kwanza nilizozungumza kwa masika. Na hii pointi niliyoisema ndio ile tuliyoisoma Nehemia 1:4. Na tutaendelea huko mbele. Yule mzee wa kanisa, mimi wakati ndo nimetoka kuingia Mgololo, nikakutana kitu cha ajabu sana. Mgololo kukawa na kikao pale Mtwango pale. Akasimama mzee kiongozi. Anahamasisha nauli ya mchungaji kwenda wapi? Kwenye kikao pale Mtwango. Aliposimama akasema, jamani, mchungaji wetu anaenda kwenye kikao pale Mtwango. Na huyu mzee anayesimama sio kama ni mtu aliyechoka. Mungu amembariki, anafanya kazi kiwandani. Miaka hiyo alikuwa anapokea milioni 1 mshahara wake kama na 800,000. Miaka hiyo yupo hapa kwa Mungu. Na alikuwa mwaminifu, anatoa mafungu ya Mungu. Sasa akasimama akasema, mchungaji anaenda kwenye kikao jamani Mtwango, mwenye 100, 200, 100 ngapi? Mimi mwenyewe 1000 yangu hia. Jamani, huyo kiongozi si mchawi. Hivi hayo masomo tuwekane sawa. Na ndio kesi nyingi pastor haziendi leo makanisani. Tuna watu ambao wao ni viongozi lakini yeye hajahamasika. Anashindwa kuhamasisha wengine kwa sababu yeye hajafanya nini? Unalegeza mambo. Kuna mambo ambayo mimi niliwaambia pale kanisani, pastor, tumeanza msingi wa adabu ambao tumeanza pale kanisani. Na nikawaambia jengo hili tunajenga. Kwa nini tunajenga? Kwa sababu wengine wanajenga. Kama wengine wanajenga huko, kuna vitu ambavyo mmefika hapa mlipofika, msirizike kwamba hapa tulipofika sasa tumefika. Lazima tuwe na vitu kwamba tumefika hapa na kuna mambo inabidi yazidi kutokea. Halo, mimi hata msiponiitikia, bali mimi ni wa Uchembili. Mimi namaliza hapo Jumapili naondoka. Kwa kama mchungaji anawaachia moyo kwamba sasa tulipofika jamani sasa tuna starehe. Mimi nasema kwa Yesu hakuna kustarehe. Kwa Yesu tunatumika mpaka Yesu anarudi. Kama ninyi mnajisikia mnaona sisi tulipofika hapo Uchembili sasa tupo viwango, hamjatembea. Tembea mwende kwa wengine mkawaone. Kwa kuna vitu vingine ambavyo ni lazima tuone. Yule mzee akasema mwenye 100, 200, nikamwangalia. Mimi ndo mgeni. Na nikawa mpole na ugeni wangu. Fanya haraka. Nikasema ngoja nijifunze kitu. Kanisa zima wakapata shilingi 7,000. Sasa kiongozi umeroga. Kiongozi umeroga. Kwa watu wakata 500, 100 ngapi? Huyu kiongozi watu wanajua mshahara wake ametoa 1,000. Unategemea mwingine anatoa shilingi ngapi? Akatoa hizo. Akatokeza jamaa mmoja ametoka sijui wapi kwenye mambao kubeba mambao huko ameoga maoili na nini. Kaja kusema, "Asa mimi ninajaza mafuta pikipiki ya mchungaji 12,000. Kanisa zima wametoa shilingi ngapi? 7,000. Ametokeza bwana mmoja ambaye haeleweki akatoa shilingi ngapi? 12,000. Ikapatikana 19. Hivyo patikana 19 mzee kiongozi alinifuata. Anipata ofisini. Sasa mchungaji yapatikana 19. Na kutoka hapa kwenda Mtwango na kurudi 3,000, kwenda 3,000 kurudi. Ada shilingi 3,000. Jumla shilingi 9,000. Hela imezidi mchungaji, tunafanyeje? Halo? Hivi kuna mtu anielewa? Punga mkono kama unanielewa. Tunafanyeje? Huyu mchungaji anatoka na suti mpya wewe na kufurahia. Akija nyumbani ni tunakula wali na nyama na kufurahia. Yaani kuna mtu ambaye hataki kuona mafanikio ya mchungaji wake. Hataki kuona baraka za mchungaji wake. Kuna watu ambao yupo kanisani halipendi kanisa. Na kama unalipenda kanisa, tungekuona namna unavyoshikamana na kanisa. Tungekuona namna unavyoitikia mambo ya kanisa. Tungekuona namna tunavyoshikamana pamoja kwamba tuna jambo letu. Kuna watu wanapokuja jambo la kanisa, wao wanarudi nyuma. Kila ukisema tuna kazi ya kanisa, mimi naumwa, kazi lake anafanya. Ukizungumza mchango mimi sina hela, ya kwake yanaenda. Ukizungumza hili mimi siwezi, ya kwake anaweza. Sikiliza, pona kwa jina la Yesu.
sikiliza, atalalamika wasipomtembelea. Mimi nawaambia, unalalamika wewe umetembelea wapi? Umetia moyo wangapi? Umetoa mchango kwa wangapi? Kole kiongozi kanipata na mimi nikatumia hekima nikamwambia, sikiliza, fanya kama mlivyozoea ufanye. Mimi si mgeni. Sasa umeniambia hela imezidi, mimi nifanye? Niambia fanya. Kaka baraka niangalia. Sasa basi mchungaji wako. Mimi naondoka. Nikasema hapa sina kiongozi. Halo. Halo. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Nikasema sina kiongozi. Nikasema sina. Kiongozi. Unapoona hitaji, unatakiwa kumwomba Mungu. Upo kanisani, kuna mambo unayaona kanisani. Maana mwingine akikaa anafikiri labda kanisani kila kitu atakileta mchungaji, atafanya mchungaji. Omba Mungu. Hujui kwamba mimi nitaanzia wapi. Omba. Nehemia aliomba Mungu. Ile sura ya kwanza mstari wa 4b, akaomba, akafunga. Anatafuta kwanza majibu, anatafuta hekima. Mimi kuna wakati mchungaji, nikiwa mshirika kwa mchungaji wangu Morogoro pale, kuna kanisa liko Mbingu pale, mchungaji wangu anaitwa mchungaji Rwako. Nikiwa mshirika pale, nimefika pale nikakuta miaka watu wanapigaga ngoma. Wanapiga ngoma sana. Hakuna vyombo. Mimi ni mgeni na kuna watu wengi. Sema nafanyaje? Moyoni nikaanza kujisikia uchungu. Tunafanya nini? Ili tutoke kwenye kupiga ngoma, tuanze kutumia nini? Vyombo. Sisi kama mnanielewa. Jamani, haleluya. Nimeona hitaji. Nikaingia kwa Mungu. Nikasema, Mungu, tunafanya nini? Mungu akaniongoza. Njia rahisi sana. Na wakati huo nimepewa nafasi, mimi ni kiongozi wa vijana. Sio shemasi, sio mzee wa kanisa. Lakini nimeona hitaji wapi? Sasa. Hapa mchungaji. Ninawiwa tufanye harambee hapa. Tutaalika wageni mbalimbali. Tutaomba michango ya kununua nini? Vyombo. Mchungaji wangu mimi anamsimama, akasema, usitutie aibu hapa kanisani. Usitutie aibu. Tutafanya kazi, tutapata hela, tutanunua vyombo. Hana mjadala. Mchungaji akisema hivyo, mimi nitafanya. Na mchungaji imani ya mimi sio kwenye kanisa, nitafanya. Siwezi kubishana naye. Nikarudi tena, nikaenda nikafanya nini? Nikaendelea kuomba, nikaomba Mungu. Nikaenda tena. Nikasema, Baba, bado ninasukumwa kwamba pa kanisani tufanye harambee. Na hiyo harambee sisi hataki tufanye kanisa. Hiyo harambee tutafanya vijana. Mimi si umenipa kitengo. Si ni kiongozi wa vijana. Sasa mimi na vijana wangu tunafanya harambee. Na sisi tutakuwa wa kwanza kuleta vyombo wapi? Kanisani. Sio vya vijana, vya kanisa. Akalegeza, akasema, fanya, lakini ukitutia aibu utaona. Tukaandika barua. Kuna sister mmoja kule, kuna sister Mbingu kule, tukampelekea kwa mgeni rasmi, sister Seki sijui na wengine. Tukaandika barua, tukaomba, tukachapisha zile kadi nzuri, tukaomba, tukaandaa vinywaji, vyakula, na IC. Tulipata hela. Vyombo vya kwanza tulinunua kanisani. Maono yametoka kwa mtu mdogo, sio kwa mchungaji. Nafikiri tungempigia Mungu makofi. Sizungumzi habari za mimi. Unaona hitaji upo kanisani, jamani. Ili kanisa ndio la kwetu ambalo Mungu ametupa. Tunatakiwa tulipende. Hapa mahali ndio tunapomwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Yako mambo mbalimbali, sio mpaka uwe ujenzi tu. Lakini yako mambo mbalimbali ambayo kanisa ni kiumbe hai.
huyo mtu anakula, anakunywa ili aishi. Na kanisa ili liendelee kukua, kuna mambo yanatakiwa yaende. Kwani mmenialika mimi mgeni, nimekuja hapa, nikimaliza mnaambia baba nataka kwa amani. Naambia ukaote moto. Hivi mnanielewa ninachosema? Jamani, haleluya. Leo betri zinazotumika hapa mmeenda tu mmechukua. Leo taa zinazowaka zinawaka bure. Leo vyombo vikiharibika hivi mmeweka mziki huu, na mimi sasa nawatia moyo kwa sababu hata hivi vilivyopo havitoshi. Mimi nikikaa ninapotembea kwa wenzangu ninaona wivu. Huyu bwana umefika pale kanisani. Si ndio? Mimi nimefika pale kanisani hapakuwa na speaker, hapakuwa na vyombo. Tunapohamasishana tunataka siku nyingine hata wengine wanaozunguka wasikie TAG pale, wameongeza muziki, wameweka bass nimekaa pale, wameweka drums wamefunga iko pale, wamefunga mavyombo yako pale. Sikiliza, tunaposema ushindile kwa Yesu, hawatakuja uchindile hivi hivi. Wanakuja ni lazima tutengeneze mazingira ya kuhakikisha watu wanaingia hapa. Jamani, haleluya. Na mimi nasema wapo wanakuja kwa jina la Bwana. Ukiona hitaji, utakuwa tayari kutafuta ufumbuzi bila kuhesabu gharama. Ukiona hitaji, utakuwa tayari kutafuta ufumbuzi bila kuhesabu gharama. Utakuwa tayari, hutakimbilia. Bwana Yesu asiwe. Amen. Pointi iliyotangulia nimesemeje? Kabla ya hiyo, unapoona hitaji uombe. Asante, unapoona hitaji uombe. Lakini nikuachie pointi nyingine hapo katikati. Hitaji la kweli ukiguswa nalo haliwezi kukuacha salama. Nikuachie pointi nyingine hii. Hitaji la kweli ukiguswa nalo haliwezi kukuacha salama hadi moyo wako hautatulia hadi limetekelezeka. Hitaji la kweli ukiguswa nalo haliwezi kukuacha salama. Moyo wako hautatulia hadi limetekelezeka. Katika Nehemia sura ya 2 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 2, Biblia inasema, ikawa katika mwezi wa Nisani mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta, na divai imewekwa mbele yake, nikaishika ile divai nikampa mfalme, nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako, nawe kuna ugonjwa? Ni nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Ndipo nikaogopa sana. Nehemia anasema, niliposikia habari hizi, nimeomba, nimefunga, nimelia. Akajifuta machozi. Sasa alipojifuta machozi, akaenda kumhudumia mfalme. Anapofika, kwa sababu lile hitaji limegusa moyo. Jamani, haleluya. Nje anajiona yuko salama, lakini ndani hayuko salama. Mfalme anamuuliza, anasema, kuna shida gani? Mbona umesikitika uso wako, nawe huna ugonjwa? Ni nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Anasema, ndipo nikaogopa sana. Kama ndani ya kujakaa sawa, hata kama ukijifariji nje, uhalisia wa ndani utaonekana nje. Ndio maana wakati mwingine unatembea unakuta na mtu njiani anaongea peke yake. Sio kwamba anaongea peke yake anapenda. Anaongea peke yake, kuna vitu ambavyo shangaa siku moja ukutana na mtu asema utaonana.
tutaona simuoni anayeongea naye. Kuna jambo lisipokaa sawa, hata ukijikausha uhalisia wako wa ndani unakuja kuonekana wapi? Sasa hitaji la kweli likikugusa haliwezi kukuacha salama. Hata ungefika mahali ungejikausha, lakini umeona kuna jambo linahitajika. Unaweza kufika mahali ukajikausha ukaona mimi ni salama, lakini kwa sababu ndani kunapiga kelele. Nehemia mfalme anamuona, anasema una shida gani? Nini? Ameguswa na zile taarifa. Jamani, haleluya. Furaha yake ni kuona anapata majibu ya shida iliyotokea. Nimekupa mifano, nikasema hata nilipoenda kwa mchungaji wangu, ningeweza kusema kwamba mchungaji si amekataa basi. Lakini moyoni kuna hapa kanisani tunahitajika kupata nini? Yombo. Kwa kuna mahali nikaa unaona hapana. Lakini nimezungumza pointi nyingine. Nimesema ukiona hitaji utakuwa tayari kutafuta ukumbuzi bila kuhesabu gharama. Katika Nehemia sura ile ya 2 mstari wa 4 hadi ule mstari wa 9, Biblia inasema, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni, nikamwambia mfalme, akiona vema na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda, niuendee mji wa makaburi ya baba zangu, nipate kuujenga. Mfalme akaniuliza, Malkia naye ameketi karibu naye, safari yako itakuwa ni ya siku ngapi? Nawe utarudi lini? Hivyo mfalme akaona vema kunipeleka, nami nikampa muda. Tena nikamwambia mfalme akiona vema na nipewe nyaraka kwa maliwali walio ng'ambo ya mto, ili waniache kupita mpaka nifike Yuda. Nipewe na waraka wa Asafu mwenye kutunza mwitu wa mfalme, ili anipe miti ya kufanyizia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na kwa ukuta wa mji na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi. Naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu wangu ulivyo juu yangu. Ndipo nikafika kwa maliwali walio ng'ambo ya mto, nikawapa hizo nyaraka za mfalme. Naye mfalme alikuwa amepeleka maakida wa jeshi lake na wapanda farasi pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, ukiona hitaji utakuwa tayari kutafuta ukumbuzi bila kuhesabu gharama. Leo tuna mambo mengi hayaendi hata makanisani. Kwenye maisha yetu tumekuwa ni wepesi wa kuhesabu gharama. Ukiambiwa jambo kidogo mtu unajihami. Unaona, mbona hii ni gharama? Mbona jambo hili sasa ni kama tunaenda kuuana? Nilikuwa najifunza kitu, nikawa naongea na wamama pale kanisani kwangu. Kuna wakati nikasema, jamani, unakuta wakati mwingine naingia kwenye michango. Sikukuu ya mama imepita. Mbele sasa tuna sikukuu ya nani? Ya wanaume. Unakuta unapoingia kwenye sikukuu zile wanakamatana. Kuna mashirika hawajagi. Ile sikukuu zinapokaribia, wengine wanaamua wananyamaza kabisa. Hajatoa mchango, anasubiri sikukuu ifanye nini? Hizo kesi ni huko hamna. Kwetu kule ndio tunazo. Hawaji. Hivi sasa tumeanza ujenzi na pale kanisani tuna kampeni. Tuna mradi wa kuchoma mkaa. Ukifika pale mchungaji, tuna maroba ya kutosha. Shehena na mikaa ambayo tunauza wapi? Kanisani. Na hiyo hela yote tunatafuta kwa ajili ya nini? Kama mnanielewa? Jamani amina. Jamani amina. Na niliwaambia kanisani, nikasema kanisani hapa hatuna wafadhili, hatuna wazungu. Wafadhili ni sisi. Na inawezekana ninyi huku mna afadhali. Sisi kule kwetu tunakimbizana kweli. Ukivuka kule ng'ambo kwa kina mchungaji Msigwa amejenga majengo yanatisha.
ofisi ziko juu ghorofa. Ukija kwa Kigeuzi, ukija Roma kule unakuta wamejenga. Ukija Lutherani wanajenga. Wewe uko wapi? Unanielewa? Ninyi wapendwa wenzangu, hebu tuzungumze. Unapokaa na majirani zako wanakuja wanafika, huyu anapambana, alifika juzi amepambana, anatafuta kiwanja, unabaki unashangaa. Anafika huyu mwingine, anaanza anafyatua vitofali, unabaki unashangaa. Anatafuta huyu mwingine tulikuwa tunatafuta naye, tunafanya naye kitenda, amenunua kabodaboda, unabaki unashangaa. Sikiliza. Kuna vitu vingine Mungu hata vidondosha. Kuna mahali tunatakiwa tuamue kwamba sasa hapa inatosha. Hata msiponiitikia. Amen. Kwani naongea maisha ya nani? Kuna vitu havitatokea. Kuna maisha mimi nimekaa na watu pale kanisani, nikaingia kuambia, nikawa nawaambia sasa sikukuu zimepita zile, nikashangaa kiongozi amesimama, anamemeza ni wamama tubaki, akisema tubaki wengine wanatoroka wanaondoka, wengine wanafanya hivyo wamama, jamani wamama wengine jamani sikukuu tunafanya nini kwa mwaka mwingine, akitoa 20,000 anataka mpaka mchungaji ujue kwamba ametoa 20 na ukiweza mpaka uende, yani hiyo 20 ukiwezekana upige na magoti. Chanjao nimetoka nikawa najifunza, mimi huwa natembea najifunza. Nimeenda kanisa moja liko pale Makambako kwa mchungaji wangu, askofu wangu pale Makambako. Yule baba anatafutaga kazi za kufanya kanisani. Yaani haoni shida, anaweza kabomoa hiki ili watu tu wamtumikie nani? Hivi juzi wakawa na mradi wanatafuta viti, wamenunua viti China. Yaani anataka watu wafanye. Nikashangaa pale kwenye kanisa kubwa la askofu pale, wamefika mahali mfanyakazi wa chini, mfanyakazi wa ndani amepangiwa kiwango, kama ni mchango ni kuanzia shilingi 60,000 kwenda wapi? Mimi sijawahi kuona kanisani kwangu eti mchango. Yaani aliye tu wa 60. Sio wa mwisho, yaani sijamuona. Unasema wa mwisho. Jamani sisi tunajifunza. Amina. Naomba mniruhusu tujifunze pamoja. Nikawaambia, yaani mtu anatoa, nikawaambia, nikashangaa yule baba siku zile za kutia moyo wachungaji. Watu wanachokifanya ni mkakati ule mwezi wa 12. Wazee wa kanisa wanakaa, wana mkakati, mwaka huu tunafanya jambo gani kwa ajili ya kumtegemeza na kumtia moyo mchungaji wetu. Watu wanaahidi, ahadi zinafuatiliwa, mikakati inawekwa na watu wanafanya kwa moyo. Wanayemfanyia ana magari ya kutosha, Mungu amembariki. Mpaka wakati mwingine alikuwa anakuuza moja kaikata, ikawa inabeba majani na ng'ombe. Lakini watu wanatumika, wana amani. Sasa kaangalie sisi sasa. Hey, kuna mahali hatutatoka. Lazima tufike mahali tujue tunamtumikia Mungu wetu. Na mimi ninasema washirika wa TAG Uchindile, sisi tuliokoka, lazima Mungu wetu aoneshe utofauti wetu sisi. Sisi sio watu wa kulialia. Kama wanalialia walielie wengine. Sisi Bwana tutoe viwango tulivyonavyo kwenda viwango vingine. Tatizo naongea na mtu ambaye bado hunielewi ninazungumza nini. Utakaponielewa yawezekana ndio kupona kwako. Kuna mahali hatuwezi kutoka katika hali ya kulialia. Kuna mahali tunamhitaji Mungu afanye. Kuna mahali tunamhitaji Mungu atutoe. Pale katikati mvua ilikuwa imekata. Nimepita kwa Morogoro, mipunga ya watu inanyauka. Kuja kule kwetu hali ni mbaya. Siku tumekaa kanisani, ilikuwa siku ya Ijumaa. Tukaona maombi, nikamwambia sikilizeni wapendwa mliokoka. Kama watu mataifa wanalia, wamekosa majibu, wanahangaika, wanaenda wanatambika, wanafanya nini? Nikasema vilio wanavyolia mataifa, sisi sio vilio vyetu. Sisi lazima tuoneshe majibu kwamba Mungu wetu tunayemwabudu ndo aliyeumba mbingu na nchi, ndo mwenye majibu ya kweli juu ya watu
tukawaamsha wale watumishi wa Bwana, tukaomba tukiwa tumejawa mle kanisani, tukaomba tukasema Bwana achilia majibu. Siku ya Jumamosi mvua ya kwanza ikanyesha kwenye eneo letu, mahali ambapo tumepanda mahindi pale, ikanyesha mvua ya uhakika. Maeneo mengine mvua ikawa bado, tukasema Mungu hapana, wewe umesema wewe ni Mungu unayewanyeshea mvua wema na wabaya, inyeshe na huko, iende na kule, iende na kule. Mungu wetu tunayemwabudu akuonekanie na uchindile wangu ulivyo navyo. Sisi sio watu wa kulialia. Unatembea mpaka kila mmoja juu unalia, hali mbaya. Sikiliza, kuna mambo Mungu tunapomuomba anatuangalia pia utumishi wetu kwake. Halo, hivi mnanielewa? Hivi wewe unafikirieje mimi nilipoingia na muombea mama yangu mzazi, anasema Mungu ninaomba mama mponye awe mzima na siwezi nikamwacha akiwa mahututi na hali hii, mimi nataka niwe salama niende Uchindile nikawaone watumishi wako. Unafikiri haya maombi hayajanyoka? Kwa nini Mungu asimponye mtu ambaye watu wanakaa wanasikiliza anakufa wakati wowote? Leo wanakuja wanatembea wanakuta amefurahi. Nini? Mungu anasema ninamponya, uende Uchindile ukutane na watumishi wangu wapo kule Uchindile, nenda kaungane nao. Mahali utasimama utamwambia Bwana kwenye ufalme wako pale kanisani, nimekutumikia wewe, nimewekeza kwako. Bwana, nimesimama, nimefanya huduma, nimekutolea zaka, nimekutolea matoleo, sadaka za shukrani, malimbuko yangu nimetoa kwako. Maisha haya Bwana sio maisha yangu, ninatamani Bwana unitoe viwango kwenda viwango vingine. Ninatamani Bwana uondoe dharau iliyotawala kwangu, Bwana uiondoe, ufanye jambo jipya. Sikiliza nikwambie, Bwana nashuka mzima mzima, maisha ulionayo Bwana na uwezo wa kufanya jambo jipya kwako. Mimi napenda kuzungumza vitu nilivyoishi. Siku nyingine ndio nawaambia watu, nikasema kama kuna mtu aliyetoka kwenye familia maskini, mimi nilitoka kwenye familia maskini ya kupitiliza. Wewe unasema kwani maskini? Wewe mpaka maparachichi unaenda shule. Sasa kwanza kwa maparachichi yale unayokulaga umepaka unaenda yanagania na kichwani unaenda shule. Lakini kuna wakati kaambia Mungu hapana. Kuna wakati kwenye familia yetu watu walikuwa nakufa. Hao ndugu zangu niliosema walianza kufa wanakutika. Vifo ambavyo havieleweki. Ghafla tunashangaa huyu tunazika, huyu tunazika, huyu tunazika, huyu tunazika. Baada ya kuokoka nikasema Mungu hapana, yatosha. Amen. Mungu ametupa mamlaka ya kuvifunga. Wakati mwingine sisi tumeshindwa kutumia mamlaka yetu, hatujajitambua. Sisi tuliokoka sio watu wa kulialia, sio watu wa kuogopa wachawi, sio watu wa kukiri unyonge na umaskini. Sisi tuliokoka tunaye Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Bwana na uwezo wa kufanya mambo makubwa. Ni lazima Mungu wetu tunayemwabudu aonekane. Toa mtazamo wa kujiona wewe ni mnyonge mnyonge. Hebu jikubali mwenyewe. Tuna shida ya watu ambao siku hizi hawajikubali. Paulo anamwambia Timotheo, anasema jitahidi kujionesha kwamba umekubaliwa na nani. Hata kama hujakubaliwa vizuri Timotheo, lakini jitahidi kujionesha. Leo tunakutana na mtu mwingine amekata tamaa, hata anapotembea yani kila mmoja anajua tu huyu hali. Hapana. Kuna mahali lazima tukatae kwamba maisha haya sio yetu. Halo. 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 Kuna mahali ni lazima tukatae. Naomba simama mahali hapo ulipo. Nafahamu tutakuwa na muda mzuri wa kuombeana mwishoni, lakini natamani hizi mikononi mwa Bwana na tukabidhi semina hii mikononi mwa
na tuone majibu mengine yakitokea kwenye semina hii. Tuone matokeo mengine kuendelea. Tumuone Mungu akifanya, tumuone Mungu akisimama, tumuone Mungu akidhihirika. Kikubwa ni kuyabeba yale ambayo Mungu amekusudia na anayosema na wewe. Ni wewe kuona kwamba Mungu una makusudi na mimi. Hii semina umeiandaa kwa ajili. Unanipenda. Kuna mahali ninatamani nitoke. Kuna mahali natamani nifike. Katika utumishi ulioniitia, katika wokovu ulioniokoa, katika huduma ulionipa, ninatamani nipande viwango vingine. Ona, Mungu amekuinua kuweka wewe kwa kiongozi. Unaguswaje na haya mahitaji? Unaonaje kunapokuwa na unahamasishaje? Kuna wakati mambo yameshindwa kwenda kwa sababu unalegeza mambo, na unajua nikikaza itataka hata mimi niwajibike, na kwa sababu hauko tayari kuwajibika unalazimika kulegeza. Kuna mambo hayaendi. Wakati mwingine watu tulionao wako tayari, ila sisi tumekuwa sababu ya mambo kutokwenda. Tumekuwa ni watu wa kulialia, tumekuwa ni watu wa kujionea huruma, tumekuwa ni watu wa kili unyonge, tumekuwa ni watu wa kuona hatuwezi. Lakini neno la Mungu linasema, ninayaweza mambo yote katika yanitiaye nguvu. Hata yale yanaonekana kuwa ni magumu, Mungu anapokuamini na kukuweka kwenye nafasi fulani, anajua wewe unaweza. Uwe ni mzee wa kanisa, uwe ni katibu wa kanisa, uwe ni shemasi wa kanisa, uwe ni kiongozi wa idara, uwe ni mtumishi mwenzangu, Mungu anaona unaweza. Yako mambo yamekusudiwa yatokee, yamekusudiwa atendeke. Yako mambo hujaagizwa, lakini kwa nafasi yako unaona ya mambo yanatakiwa kwenda, na Mungu amekupa neema, amekupa watu. Hebu nenda, hao watu waambie Bwana na makusudi. Liko jambo amekusudia, liko jambo, kuna mahali Mungu amekusudia kutufikisha, lakini huyu Mungu anaangalia. Tunapotamani Mungu afanye kwetu, anaangalia kwake tunafanya nini. Utumishi wetu ukoje? Uhusiano wetu na yeye ukoje? Maisha yetu yakoje? Wakati mwingine tumejiangalia, tumesema Mungu nitoe mahali nilipo. Tumeomba maombi makubwa, tumekariri na vifungu, lakini Mungu anapotuangalia anaona kuna maeneo bado hatujaamua. Kwa shetani tulifanya sana, lakini tunapoingia kwa Mungu ni wenye manunguniko sana, ni wenye lawama sana, ni wenye kulialia sana. Hapana, kuna mahali Mungu anataka tutoke. Kuna mahali Mungu amekusudia, kuna viwango Mungu amekusudia tufike. Fika mahali, amua, dhamiria. Swala la wokovu na utumishi ni la wewe binafsi. Hata kama mwingine ana sita, asikuondolee mwendo. Umeamua wewe, simama kwa nafasi yako kwamba Bwana nitangangana na wewe. Ninaomba Bwana kupitia utumishi huu unibariki, unikumbuke. Ukumbuke ndoa yangu, ukumbuke watoto wangu, ukumbuke nyumba yangu, ukumbuke ndugu zangu, ukumbuke wazazi wangu. Tuwe na mahali pa kumwambia Bwana apaone. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Oh, ni wewe tu Bwana, ni wewe Bwana. Oh Bwana, oh ni wewe Bwana wetu. Oh ni wewe
Baba mtakatifu, Mungu wetu mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye mamlaka, asante Bwana kwa kuwa umekuwa ni mwema, ni mwaminifu kwetu. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya 3 ya semina yetu ambayo Bwana imekupendeza wana wako na watumishi wako. Jehova Shama, tena useme nasi kwa namna tuwezeshe watoto wako katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Maana wewe ni Mungu unayeweza, wewe ni Mungu unayetawala katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Maana hakuna mwingine kama wewe Bwana.